In 2020, the world came to a standstill. The coronavirus pandemic struck, forcing businesses to shut down and leaving thousands jobless. Among those affected was Jackson, a young man working in Nairobi, who was now facing an uncertain future. With no job and bills piling up, Jackson had to make a tough decision to give up or to rise above the crisis. He chose the latter, and so began his journey into the world of selling charcoal. Today, MTV brings you the incredible story of one man, Jackson, a man who defied all odds and turned adversity into opportunity. After losing his job due to the COVID-19 pandemic, he refused to give up. Instead, he embraced the hustle, selling charcoal door to door and building a thriving business from scratch. When life handed him lemons, he didn't just make lemonade, he built an empire. Stay tuned, subscribe, and get ready to be inspired. Majina yangu naitwa Jackson Konde Mtana. Mimi ni mzaliwa wa hapa Kachororoni, Ganze. Nimesoma hapa Kachororoni Primary. Nikamaliza darasa langu la 8. Nikaenda pale Kachororoni Secondary School. Kasoma hadi nikamalizia pale kidato cha 4. Nikaanza kuhustle, nikatafuta kazi pale Nairobi. Nikafanya na kampuni ya SGR. Nilipotoka Nairobi, jua hiyo mambo ya lockdown ya corona, kazi ndio hizo. Nikakuja nikaanzisha hiyo, nikasema wacha niende nikaanzishe biashara ya makaa. Nichukue makaa kutoka kule nyumbani nikipeleka Kilifi kuuza. Na wakati huo nilikuwa nimesave, nimefikisha kama 15,000 hivi. 15,000 zile sikuwa na means of transport. Nikatafuta pikipiki. Nikapata jamaa anauza pikipiki pale 45,000. Nikamwambia mimi niko na 15,000 na kama unaweza nipunguzia ukaniuzia kwa 35,000, alafu hiyo nyingine nikulipe baada ya mwezi, itakuwa vizuri. Na jamaa hakusita akaniuzia hiyo pikipiki. Tukaandikishiana pale. Na sasa hata capital yenyewe ya kununua ile makaa sikuwa nayo. Kuna jamaa pale nikamwambia, yeye ana kazi yake ni kuchoma makaa. Nikamwambia wewe utakuwa unanikopesha, naenda kuuza alafu nakuletea pesa yako. Hakukataa. Akanipatia hiyo ruhusa. Akanipatia gunia 3 mara ya kwanza, nikaenda nikauza zikaisha. Nilipoona wateja wameongezeka, ikabidi nikaongeza ile kiwango ya kubeba. Niliongeza gunia 5, nikaongeza 6, unaona. Nikachapa hivyo kama baada ya kama miezi 3 hivi, ikabidi nikaongeza tena pikipiki nyingine. Juu wateja walikuwa wamekuwa wengi, orders zimekuwa nyingi, nikabidi nikasema wacha niongeze pikipiki nyingine, niajiri kijana mmoja pale mwenye tutakuwa tunasaidiana. Nikanunua pikipiki nyingine ya pili cash. Nikatoa nimesave, nikachukua cash 45,000, nikanunua pikipiki nyingine, nikapatia kijana. Nikabeba na makaa yake, baba gunia 5, mimi gunia 5, gunia 10. Ndio nikafungua ile store pale. Sasa wateja wakitisha makaa anajua hizi gunia 10 unapelekea, tunaanza kusupply. Zile orders zenye tutakuwa nimepigiwa simu. Na supply. Kisha tunakuja tena msituni hivyo. Mpaka sasa nikauza zile pikipiki zangu, zile Boxer. Unajua nilikuwa natumia Boxer ile wakati. Nikaziuza nikanunua pikipiki kubwa sasa Haujin. Yeye yake na mimi yangu. Gunia wakati huo alikuwa ananiuzia 350. Na kule Kilifi alikuwa anauza 750. Makaa nyingi tulikuwa tunasafirisha usiku juu ya kuepuka hizi mambo ya maskari. Sababu unapata mchana maskari wamejaa kwa barabara. Wengine unaweza pata mtu anakusimamisha na hata hayana uniform, anakuambia ni askari. Unaona, lakini usiku sana tulikuwa tunapenda juu ya barabarani hakuna askari wengi. Kuna watu wa forest usiku wengine walinishika hapo karibu na Vitengeni, wakanitisha 3,000. Na hiyo makaa yenyewe ilikuwa hailipi hiyo pesa. Hata hiyo faida ilikuwa ni zaidi. Wanasema either niwapatie 3,000 ama wachukue hizo makaa. Lakini nikafanya bidii mpaka nikapata hizo 3,000 nikawapatia, wakaniachilia, nikaenda nikauza makaa. Hiyo siku ilikuwa nilihesabu hasara. It wasn't easy,
Early mornings, long days, and the challenge of building trust with customers. But Jackson was determined. With commitment, persistence, and hard work, he started making a steady income, earning over KSH 2,500 a day. At first, people doubted me. Some even laughed, wondering why I left the city hustle for this. But I had a vision. I knew that if I stayed disciplined and saved wisely, I would change my life. Sasa kazi ya makaa iko na challenges mingi sana. Mimi nimepitia mateso. Unajua sasa unarauka asubuhi, unaenda kule. Nilikuwa mimi sana sana nachukua makaa kule eneo za Milore. Sasa unapata unafika kule, mara zingine hata mwenye makaa bado hajatayarisha, hajatoa kwa moto, unasaidiana na yeye kutoa kwa moto. Ukifika kwa barabara hivi unapatana na askari, wanakutisha kama 200, 300, unaona. Mimi nilianza kubadilisha maisha yangu kwa kusave pesa. Na nikakuja kafikia time nikasema acha nibadilishe biashara. Juu mwili ulikuwa umechoka. Najua hiyo kazi na mimi nilichapa ile kandarasi, ilikuwa mimi sina ile mambo ya kwamba eti wacha nipumzike. Mimi nilichapa kandarasi. Nikasema ikafikia time sasa kulala wenyewe, unajua sasa ile kazi unabeba, mimi nilikuwa nabeba hadi gunia 12. Sasa nikafikia time sasa hata kuamka naamka saa 6, tena nikiamka saa 6 na nilazimu niende msituni. Kafikia time nikasema mwili umechoka. Unaona? Sababu ukiamka paka unaangalia hivi unajinyorosha, unaona mwili unakataa. Nikasema wacha nibadilishe biashara. Ndio nikaamua kufungua biashara hii ya duka. Nilichapa hiyo biashara ya duka, nikasave. Ndio baadaye sasa nikanunua hiyo gari. Niliamua kusave kwa sababu nilikuwa naangalia mbele, future. Unaona? Sababu nilifikiria sasa mimi kama sitasave saa hii, familia yangu nikioa leo, familia yangu itaishi vipi? Bila kusave maisha yangu itakuwaje? Hiyo ndio nilifanya paka nikaingiwa na ile morale ya kwamba wacha ni save. Alafu mimi wakati huo sikujiingiza kwa starehe. Makaa kwa kusema kweli iko na faida. Sababu mtu akibeba tuseme pikipiki moja, abebe gunia kama ni kidogo, gunia tuseme 10 ama 8. Yeye hawezi kosa, akiuza pale mtu hapa hawezi kosa kama 3,500, hiyo ni faida. Baada ya kwamba ametoa pesa hii ya askari na ametoa pesa yake mafuta, hawezi kosa 3,500 ameweka kwa mfuko. Vijana wengi hawajajifunza ile kusave pesa. Yeye akipata ile pesa leo anasema wacha hii nikule leo, kesho nitapata tena ingine, unaona. Mimi wakati nikibeba makaa, before nianzishe biashara ya duka, ilikuwa yangu ni save pesa ninunue gari. Lakini sasa nikasema wacha gari siwe first priority. Nikachapa, lakini moyo wangu ulikuwa natamani sana siku moja nikuje ninunue gari. Na niliponunua gari nilisikia raha sana. Mpaka saa hii niko na gari na nasikia niko sawa unaona. Na niko na niseme najivunia kwa bidii zangu. Vijana wengi wanapenda starehe, hawapendi kuchoka. Na hii maisha haina shortcuts, ni ungangane na tena usave. Uwe na akili ya kusave. Usipokuwa na akili ya kusave, hakuna mahali popote kwenye utaenda. Kama shilingi utapata leo, wewe utapata tuseme 500 ama utapata 1,000, na zote utaenda kuziacha kwa bar ama uziache kwa mugoka, uziache kwa starehe za wanawake. Hakuna mahali popote kwenye utaenda. Siwezi laumu hii biashara makaa. Biashara makaa imenisaidia, nimejenga nyumba na biashara makaa. Nimelipa mahari, kanipatia bibi, biashara ni ya makaa. Ndio hiyo nikasave, nikafungua hiyo duka. Tukachapa biashara duka mpaka ilipofikia mwaka jana sasa 2024, ndio nikapata capital, nikanunua gari.
Na kwa kusema kweli mazingira ni hivyo venye yameharibika sasa hivi. Ni kweli makaa tunachoma, lakini sasa pia mvua nayo ndio hiyo tumekosa kwa muda mrefu sasa hivi. Lakini tutafanyaje? Itabidi sasa, hiyo ndio kazi zetu zenye tumezoea na ndio zinatupatia chakula. Itabidi tunafanya hivyo. Labda kama ni suluhisho itoke kwa serikali, itoe ajira kwa vijana. Tukipata vijana ama tupate hawa viongozi wetu watutengenezee, kama ni tuseme polytechnic hapa, at least hiyo pia inaweza zidi kupunguza hiyo ukataji miti. Jackson's success story is not his alone. His business has also uplifted others, like Mama Makaa, one of his loyal customers. Mama Makaa's story is proof of how one person's hustle can create opportunities for many. Jackson's story is a lesson for us all. No dream is too small, no hustle is too humble. With commitment, persistence, and the right mindset, success is within reach. Naitwa Purity. Jina lingine ni Mama Makaa. Hii kazi ina karibu miezi kama 8 hivi. Na nashukuru haitupi mtu. Nimeona tusaidiane kwenye maisha. Mzee kutafuta, mama kutafuta. Ndio nikafikiria nianze mradi wa makaa, na nimeona ni mzuri. Na sikuanza kitambo vile, but haitupi. Ukijibidisha na bidii zako unafanikiwa. Imenisaidia hata karo pia. Chakula mzee kikoma, unasaidia mzee. Lakini ukipata wale ambao wanakuletea makaa kutoka huko mbali, Chakahola huko mashambani huko, ndio unapata ile strong makaa, ndio wateja wanakuwa wengi, na wateja pia wanajua makaa kutoka kwa mama fulani, Mama Purity, Mama Makaa. Wengine wamenigeuza jina, naitwa Mama Makaa sasa hivi. Hata najivunia kwa sababu nimezaa makaa. Wamama wenzangu nawaambia wajibidishe, wasidharau kazi hizi ndogo. Kazi ndogo ambazo si lazima uchoke ndio upate hiyo kazi. Na waamue kutafuta kazi ndogo wafanye. Biashara ni muhimu kwa mama. Hata kama wale walioajiriwa, walimu, madaktari, pia wajihusishe na hizi kazi ndogo. Muhimu sana kwa mama. Itasaidia paka mawazo mengi machafu tunayopata katika nyumba zetu. Ukiwa na kazi kama hii ya makaa, wajua watulia mahali pamoja. Kama mimi hapa napima makaa ya kupima ninayo pia, na mkebe napima 50, kuna wale wa 70 napima pia zote hivyo. Kwa hivyo ukiwa akili yako umeiweka mahali pamoja na ukitenda kitu kinakuwa. Kwa hivyo mama wenzangu, mjitolee kufanya kazi hata hizi chafu. Washika mkaa wachafuka, lakini baadaye ukiosha pesa ni kusafisha, hutakuwa mchafu tena.